mnajichumia laana ya bure, mnajichumia laana ya bure, mnajichumia laana ya bure, mnajichumia laana ya bure. Mnatesa wafungwa na kusema kwa mujibu wa sheria, mnatesa mahabusu na kusema ni kwa mujibu wa sheria. Ninajua munafahamu kwamba wasio waovu sana kuliko mulio nje. Najua munafahamu munaowatesa wengi ni watoto wa masikini. Mapapa yako nje yanafanya uovu wa kila namna, hayo mshughuliki nayo. Mishoga inalandalanda umu mitani, hata mnaowakamata mnaowaachia kwa urahisi. Sio maana ya sheria hiyo, sio makusudi ya sheria hiyo. Hayo ni matakwa ya walioshika mpini, hayo ni matakwa ya wanaojiona miungu watu. Nataka ufahamu, wengi wanaopenda kusema kwamba hili ni kwa mujibu wa sheria, ama mimi ninasimamia sheria. Wengi wao ni wale walio na roho mbaya, wengi wao ni wale walio wapigaji. Mtu mwenye utu anatambua utu wa mwanadamu uko juu ya sheria. Ile mikatili na iliyo na roho mbaya ndiyo inayotumia nafasi kokote inakopata ili kujifurahisha kwa kumuumiza mwingine. Hata kama wafungwa kweli walihalifu, hata kama mabusu kweli walihalifu, lakini si kwa adhabu yo, lakini si kwa mateso hayo. Kweli wapo waliofanya machukizo sana, lakini hii si maana ya kwamba ninyi ni watakatifu, ninyi ni wakamilifu. Yohana anasema tukisema hatuna dhambi tutakuwa tunajidanganya wenyewe, ila tukiziungama Mungu ni mwaminifu, atatuondolea dhambi zetu zote, atatusafisha na udhalimu wetu wote. Simaanishi tuondoe kabisa magereza, lakini maana yangu magereza isiwe hii ni zaidi ya utumwa wa mkoloni. Hii ni jehanamu mliobuni wanadamu, tena jehanamu ya kuwatesa wenye haki, tena jehanamu ya kuwatesa masikini na walionewa, huku mkiwaacha waovu wenyewe wanaoiba mamilioni na kutesa wengi, wanaofanya ushoga na ubasha barani. Hao hata wakiingia dakika chache tu wametoka. Mtoto wa masikini anabaki akisotea. Wakati hayo mapapa na mashoga yalitaja adhabu kubwa zaidi. Kama mungekuwa kweli munadili na uovu kweli,
Basi maandiko katika Walawi 20 mstari wa 13 yanasema, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama lalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika wanatakiwa wauawe, na damu yao itakuwa juu yao. Lakini kwa sasa ndiyo fasheni, hata mkiwakamata munawaachia kibabe tu, hata mliowa hukumu miaka 30 mimi nimeona mkiwaachilia kiwepesi tu. Hiyo inaitwa funika kombe mwanadamu apite, ili watoto wa masikini wajue, na waliona refa wanaingizwa humo. Nigeeleza tu nachowafanyia wafungwa na mabusu. Kweli wapo waliokosea, lakini sio kwa adhabu hii, lakini si kwa mateso hayo. Mbona wenye uovu mkubwa mumewaacha wanalandalanda mitaani? Mmemshikilia na kumtesa mtoto wa masikini, huyo munamutunza kama vile ni kiroboto au kunguni. Na mukifanya hivyo munaona mmefanya kazi nzuri. Amini ninawambieni, munachuma laana, na kwa vizazi vyenu na kwa watoto wenu, maisha yenu yote yatajaa laana. Unafanya kazi ya kumuumiza mtu aliyeonewa ama aliyesingiziwa kwa kile tu unachosema ni kwa mujibu wa sheria, na kumbe ungekuwa na ubinadamu ungejua kwamba sheria isiyojali ubinadamu ni ya kishetani. Hiyo ni ya kupinga, na ikiwezekana kazi kuacha kuliko kujitengenezea wingi wa madui, ama kujitengenezea watu wengi wanaonung'unika, wanaokuombea dua za kila aina zilizo mbaya, wanaokuendea kwa waganga na kukufanyia ushirikina, na kwa kuwa manung'uniko yao yana maumivu ya kweli, laana moja wapo itakufikia tu. Ndio maana baadhi yenu kazi umepata ama cheo umepata, lakini muda mwingi unalala ukiwa umevurugwa. Ndio maana wengi wenu unamuomba Mungu hata wasiki karuhusu laana. Mnashika pesa haishikiki, kwa muliona ndoa ni vurugu za kila mara, hata zinakoanzia hazieleweki. Vitoto vishikiki, mke mume hashikiki. Yanayowakuta kwenye familia zenu hata mwelewi yanatokea wapi. Kumbe upo unayesababisha laana hiyo kuingia kwenye jamii yako, kwa sababu tu ya kutekeleza hata jambo lilo dhuluma kwa mtu. Ndio maana wengi mnatamani hata kujinyonga, wengi mnatamani hata kunywa sumu. Hii ni kwa sababu Mungu ameruhusu laana, maana machozi ya wafungwa na mabusu ni kama machozi ya samaki,
hakuna anayeyaona, anayapokea Mungu mwenyewe. Ndugu wa wafungwa hawana wa kumulilia, wapo wanaoumwa na wengine wamefariki kwa sababu ya mateso wanayopitia ndugu zao, na kwa bahati mbaya wengi hawakutenda. Walionewa tu, walisingiziwa tu, walishindwa tu lugha ya kisheria. Najua mupo munaosema, lakini kazi tunayofanya ni kwa mujibu wa sheria. Kumtesa aliyeonewa hakuna sheria hiyo, kumtesa aliyesingiziwa hamna sheria hiyo. Kumbukeni masikari wale waliokwenda kuwatupa kwenye moto, Shedulaki, Meshaki na Abednego. Kweli walifanya kwa mujibu wa sheria, lakini ule moto uliwalamba kwanza wao, na kielele chao ukawalamba kwanza wao. Kweli walifanya kwa mujibu wa sheria, ila ukawalamba kwanza wao. Kumbukeni jeshi la Farao lilitumwa na mamlaka kuwarudisha wana wa Israeli, kwa kuwa waliwaonea. Bahari iliwalamba wao, wakafa na magari yao na kiburi chao na dharau yao na jeuri yao. Duniani tunapita, usijisahau. Duniani ni wapitaji, usijisahau. Kweli maisha ni magumu, lakini tusitekeleze hata dhuluma dhidi ya utu. Kwa kile tu tunachosema ni kwa mujibu wa sheria. Tujifunze kuambia viongozi wetu kwamba hili sio sawa, na wasipokusikiliza wachie kazi yao. Mukitokea kadhaa wanaweza wakajifunza. Kweli maisha ni magumu, lakini Mungu anaweza kukusaidia. Afadhali ule magimbi na miogo ya kijijini kwenu, ila damu ya mtu isikulilie. Sulemani katika Mithali 16 mstari wa 8 anasema, afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Mimi nawaambieni, mnadhulumu utu wa mtu. Mimi nawaambieni, mnadhulumu ubinadamu wa watu. Mimi nawaambieni, mimi ni mwenda zake. Wengi wenu munajua kwamba ni Mungu aliyeruhusu niwe gerezani ili niwe kinywa chao. Huenda mupo mtakaochukia sana, na huenda ndipo mukawatesa zaidi wafungwa na mabusu, ama mukaniandama mimi kwamba akiingia 18 zetu sasa tutamwonyesha maana ya mateso. Lakini mimi nawaambieni, msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni kweli yote yaliyonipata yamenipata kwa kuwasemea wanyonge wasio na sauti. Nawaambieni, mtanikumbuka. Nawaambieni, kuja kunikumbuka
ila ninawaasa vijana mbalimbali, munaonyesha dharau kubwa kwa wafungwa na mahabusu ama mtu yoyote anayelia. Nakwambia maisha ni safari ndefu, usimdharau mtu kabla hajafa, kwani hujui kesho atakuwa nani kwako. Usijionyeshe kwamba ni mfanya kazi mzuri kwa kutesa, kwa kumuumiza mtu kama wewe. Mimi nakwambia usilopenda kutendewa, usimtende mwingine. Kumbuka nini, sio kana kwamba ni wakamilifu sana kuliko hao munao wahenyesha. Kumbuka hao ni mbuzi wa kafara tu, walionewa tu, walisingiziwa tu, masikini wa watu. Na baadhi ya vijana si unakuwa ni ulimbukeni wakajila ama wakacheo. Wanyakyusa ansema mutikumbona ndosi. Baadhi ya vijana mna roho ngumu, mna roho mbaya, yani mnatanguliza dharau katika ufanyaji wenu wa kazi, kana kwamba wanadamu wenzenu ni kunguni tu, ni chawa, ni viroboto. Anyway, mimi nawakumbusha tu, hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema itengenezeni njia Bwana, yanyosheni mapito yake, kwani mwamuzi mhukumu wa mwisho yuaja kutoa malipo. Hii ni maana neno Maranatha. Nina hakika kuna jambo ambalo mtu umejifunza. Kwanza umejua ya kwamba mimi ni mtu ambaye nimetoa maisha yangu mengi kupigania watu, na yote yaliyonikuta yamenikuta kwa sababu ya kupigania watu. Ikumbukwe nimetumia gharama nyingi sana. Mimi ndio mtu ambaye sijawahi kunufaika na chochote wanachopata watu. Sio mchungaji naye himiza watu watoe sadaka, watoe pesa ili nipate. Ndio maana hata umo kwenye easy live wengi wanasema, naona comment, aweke namba, si mwepesi sana wa vitu